Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hamjambo. Ono, Mungu awabariki sana. Basi ninapenda kumshukuru Mungu kwa niaba yetu sisi sote. Imenipendeza leo, sabato ya leo, tuabudu pamoja. Amen. Basi huduma iliyoko mbele yetu kabla ya kuendelea na somo letu ambalo leo tunamshangilia Bwana kwa kile ambacho ametufundisha kwa juma zima. Amina. Na leo pia tutaomba kwa niaba ya wale ambao pengine walikuwa hawajahudhuria hata kupata nafasi pengine ya kufuatilia masomo yetu katika YouTube channel yetu. Tumekuwa tukiomba. Amen. Na leo tutaomba. Na Bwana atakuwa pamoja nasi. Wakristo wenye nguvu ni Wakristo wa maombi. Haleluya. Na kwa hivyo mbele yetu kipo kifaa ambacho yuko mtumishi wa Mungu ambaye ameguswa kukileta kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mnasemaje watu wa Mungu? Amina. Na kwa hivyo nitakwenda kufanya huduma ya kukabidhi mikononi mwa Bwana, kwa maana kukiweka wakfu kwa matumizi matakatifu Bwana. Basi niwaalike tukidumu tumeketi, tuinamishe nyuso tuombe. Mungu mkuu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wema wako. Rafiki yako ambaye umeendelea kumbariki ameona vema kulibariki kanisa lako na kuleta Bwana kifaa kizuri cha kusimamia ambacho watumishi wako watasimama wakitangaza neno lako vizuri. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, bariki hapo ulipotoa. Na tangu sasa kifaa hiki tunakikabidhi mbele zako kwa matumizi yako matakatifu. Tunakusihi Bwana ukipokee kwa kazi takatifu. Na wote ambao watapata fursa ya kutumia kifaa hiki, Bwana ukawafunike kwa utukufu wako. Ni ombi letu kwa jina lako Yesu. Amina. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Ndilo fungu letu takatifu, Mathayo 6:33. Mathayo 6:33. Maandiko matakatifu yanasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe sana. Kumbuka somo letu la leo lina kichwa kinachosema wito wa haraka wa kumtafuta Mungu kwanza. Ndugu zangu na wasafiri wenzangu wa kwenda mbinguni, wito wa kumtafuta Mungu kwanza ni wito wa haraka. Bwana asifiwe sana. Ni wito wa haraka sana. Na kwa hivyo leo tutaenda kuangalia namna ama jinsi ya kutafuta ufalme wa Mungu. Wakati fulani tunashindwa kutafuta ufalme wa Mungu kama matokeo ya kutokujua namna hasa ama jinsi ya kutafuta ufalme huu. Ni mambo gani tuyazingatie ili atusaidie mwisho wa siku sisi tunaosema tuko tayari kutafuta ufalme wa Mungu kwanza tuonekane kweli tuko tayari. Haleluya. Ni mambo gani ya kuzingatia? Kwa hivyo leo tutaenda kuangalia, lakini pia anapozungumzia haki ya Mungu, nayo namna gani tunaweza kutafuta haki ya Mungu na kuipata. Mambo haya ya msingi ni mambo ya muhimu sana kwetu wanadamu, hasa sisi ambao tumeamini katika Mungu, kuhakikisha ya kwamba tunayatafuta. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo leo tutaenda kuangalia jinsi ya kutafuta ufalme wa Mungu. Tutaangalia mambo takribani 7 kati ya mengi ambayo yatatusaidia namna ya kutafuta ufalme wa Mungu na kuupata. Lakini pia tutaenda kuangalia takribani mambo kadhaa pia yanaweza kutusaidia kupokea haki ya Mungu. Na unajua haki ya Mungu ni ya muhimu sana, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 20, neno la Bwana linasema hakuna mwanadamu
duniani mwenye haki, anayetenda mema, asipende dhambi. Kwa hiyo ni kusema haki yetu si kitu. Haki ya Mungu ndiyo pekee itakayotusaidia sisi tufike mahali tukiwa duniani tunaishi tukiwa watakatifu. Ni haki ya Mungu pekee. Bwana asifiwe sana. Leo tutaangalia mambo kadhaa ya kutusaidia kupata haki ya Mungu, ili kwa mambo haya tusaidie kupata ufalme wa Mungu, na haya haki ya Mungu tunapoenda kuyazingatia na kutembea nayo kwa msaada wa Bwana, Bwana anapotupima katika viwango vyake vya mbingu, aone hakika tumeamua kutafuta ufalme wa Mungu. Amen. Na hali yake kutafuta kwanza ufalme wa Mungu, jambo la kwanza la kuzingatia. Lakini kabla ya kwanza, anasema kabla ya kuangalia mambo haya, anasema jinsi ya kutafuta ufalme wa Mungu ni pale tu mtu anapoelewa jinsi ilivyo hatari kuyaongoza maisha yake mwenyewe, ndipo anapoweza kuona faida na kupata furaha katika kukubali ufalme wa Mungu na utii wa amri zake. Haleluya. Pia kuna sehemu ambapo mwanadamu akifika ndiyo atakuwa kwenye nafasi ya kuona umuhimu ama ulazima wa kutafuta ufalme wa Mungu. Ni mahali gani? Ni pale ambapo utaona kujiongoza wewe mwenyewe ni vigumu, kuishi kwa kufuata utaratibu wako ni ngumu. Kwa hiyo utakuwa na sababu ya kuona umuhimu wa kumtafuta Mungu na ufalme wake. Amen. Kwa mambo ya kuzingatia ya namna ya kutafuta ufalme wa Mungu, jambo la kwanza, ushirika wa kila siku pamoja na Mungu. Haleluya. Mtu binafsi na kundi. Hapo tunafanya nini? Utaratibu huu ndio uti wa mgongo wa maisha ya kiroho ya mtu, na kwa hivyo unapaswa kupewa kipaumbele cha juu zaidi kila siku. Kila asubuhi ianze kwa muda uliotengwa mahususi kwa ajili ya maombi, usomaji wa Biblia, kuchunguza katika mwongozo wa kujifunza Biblia wa shule ya Sabato na kadhalika. Kama kuna namna kubwa ya kutafuta ufalme wa Mungu, ya kwanza ni ushirika wa kila siku pamoja na Mungu. Tunasisitiza katika familia zetu, sisi ambao tumeamua kutafuta ufalme wa Mungu, tuhakikishe tunaanza na Bwana. Wale wanakaa katika familia, hakikisheni mnaanza na Bwana kama familia. Wale ambao wanaishi mtu mmoja, unafanya ibada binafsi, panapokucha Bwana kupatia, na wao utakuwa wa kwanza. Wale wote ambao Mungu tunawasoma katika Biblia ambao Bwana aliweza kuwainua kama watumishi wake, walikuwa waaminifu kuanza na Bwana. Kila siku Bwana anawapatia. Ukisoma mfano Daudi, ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 5 mstari wa 3, anasema Bwana, asubuhi nitakupangia dua zangu, nawe utasikia sauti yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo litakusaidia wewe kama moja ya kanuni za namna ya kutafuta ufalme wa Mungu. Lakini kanuni ya pili, kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu, hii tunafanyaje? Hii inajumuisha mazungumzo yasiyokoma na Mungu wakati wa mchana, ukitafuta kumpendeza katika mambo yote. Neno lake linakaririwa na kuimbwa mara kwa mara, na sauti yake imetambuliwa kati ya kelele za maisha ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Kutembea na Mungu ni pale ambapo kwa maisha yako kila wakati, katika shughuli zako, mchana kutwa, kila mahali, hata ukizungumza unabariki watu. Bwana asifiwe sana. Watu ambao neno la Mungu limekaa ndani yao, wakinyanyua kinywa chao wanabariki watu. Nilishuhudia mahali fulani, mtu fulani akinyosha mkono akizungumza kwenye jumuiya fulani ya kanisa, tena kwa kikundi fulani cha kwaya, nikasikia wale wanakwaya wanagusana, wanasema tumuombee, kwa sababu anajua anachozungumza siku zote kinaweza kukaleta tatizo. Sasa watu ambao wameamua kutembea na Mungu, wakizungumza wanabariki. Bwana asifiwe sana, kwa sababu neno la Mungu limekaa ndani yao. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11, anasema mtu akisema aseme yaliyo mausia ya Mungu,
na mtu akihudumu ahudumu kama anavyojaliwa na Mungu, ndiyo sifa na utukufu zitamrudia Bwana. Bwana asifiwe sana. Kanuni ya tatu ya jinsi ya kutafuta ufalme wa Mungu: mtindo wa maisha na mazoea. Kutanguliza sheria za Mungu badala ya matakwa ama tamaa na matamanio binafsi, ikiwa ni pamoja na mavazi, mahusiano, fedha, chakula na ujinsia, pamoja na shauku ya kumpendeza yeye. Ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo mambo mengi yanashindana na mambo ya kiroho, na kwa hivyo wengi tumekuwa wahanga, tumeshindwa kuchomoka vizuri katika swala la muonekano, na kwa tumeshindwa kuwa mawakili wazuri waaminifu katika miili yetu. Na kwa hivyo sasa, mtindo wa maisha na mazoea, hii pia ni moja ya kanuni za msingi za kutusaidia namna ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Katika swala chakula, ni kweli katika mazingira yetu tumezoea kula vyakula visivyofaa, lakini sisi ambao tumeamua kutafuta ufalme wa Bwana tunapaswa kuanza kula vyakula vinavyofaa. Amen. Tujisitiri vizuri katika mionekano yetu. Kuna watu wanaamini kwamba sehemu ambazo wanaamini ndio uchi, wakisha sisitiri hizo, nyingine tusibaki wazi. Halo? Lakini mimi niwatie moyo, jisitiri vizuri. Hatia utaiona katika maisha yako. Ukisoma katika kitabu cha Gospel Workers kurasa 173, Mama White anasema Mungu wa mbinguni huheshimiwa au kutokuheshimiwa kwa mavazi kwa wale wanaomtumikia. Kwa hiyo jisitiri vizuri, vaa vizuri, jisitiri vizuri, utakuwa na amani, na hata watu wakikuona wanajua unavyoonekana inaakisi kilicho. Sio siku ya Sabato tu, siku zote. Hata kule siku ya Jumatatu kwenye kazi yako, jisitiri vizuri, kwa sababu Mungu uliye naye ni Mungu anayejulikana. Amen. Sio Mungu asiyejulikana. Ukijisitiri tofauti hapa Sabato vizuri, katikati ni kana kwamba una Mungu asiyejulikana vizuri. Lakini ninawatia moyo, hiyo ni kanuni ya msingi. Kanuni nyingine namba 4, maisha ya hisia. Upendo, msamaha na uaminifu vitatolewa kwa watenda dhambi wenzako, sio kwa sababu ya tabia nzuri, bali kwa kujisalimisha kwa Yesu na neno lake. Mchakato huu huanza katika familia moja na kuenea hadi kujumuisha wanadamu wote. Ninatambua katika maisha tunaoishi watu wanaumizana sana. Kuna watu wanakosewa swala la neema ya msamaha. By the way, msamaha ni neema, ni majaliwa. Watu wengi ambao wanasema nimekusamehe, ukichunguza vizuri hawajasamehe, hawajaachilia. Kwa nini? Hawajajua kusamehe vizuri ni neema, ni majaliwa ambao unatakiwa ustahilishwe naye anayejua kusamehe. Amen, ambao ni Yesu Kristo. Ukiona hivyo, usio unawadanganya watu nimekusamehe wakati ndani unalo. Mwambie Bwana, sijaachilia, nisaidie. Amen, atakusaidia. Kwa sababu watu wengi ambao tumeumizwana, wengine wameumizwa katika mambo magumu sana kiasi kwamba inahitaji msaada ili aweze kusamehe, na kwa analo kile kidonda akiponi. Sasa ni mwaka wa 10 bado analo. Nataka nikuambie, kama moja ya kanuni ya kukusaidia utafuta ufalme wa Mungu, unatakiwa uachilie, upokea neema ya msamaha. Amina. Hata kwa yule ambaye alikuwekea doa kakuacha kilema cha maisha, sikiliza, ili shetani asije akakushinda, samehe yeyote kwa lolote. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari ule wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 10 anasema kwa lolote, ili shetani asije akapata kuwashinda, kwa sababu hatushindi kujua fikara zake. Haleluya. Kwa hiyo nawatia moyo katika hiyo kanuni. Kanuni ya 5 ya namna ya kutafuta ufalme wa Mungu: huduma kwa Mungu. Shughuli zote za kila siku hutazamwa kama fursa za kuonesha upendo wa Kristo, kuwanufaisha wengine na kuwaongoza katika kujifunza Biblia na kukubali ukuu wa Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Shughuli zote za kila siku hutazamwa kama fursa ya kuonesha upendo. Ndugu zangu,
Kuna watu ndio wakati fulani wanatukosea, tunaona kana kwamba kuonyesha upendo ni ngumu sana kwao. Nisikilizeni kanuni hii. Ni haki ya mwili huu kumlaumu mtu ambaye anakukosea sana. Wakati fulani hata kuenda mbali kumshtaki ni haki, ni matakwa ya mwili huu mdhaifu. Haki hiyo ukisalimisha kwa Yesu utampenda. Amen. Hutamuona hafai ukisalimisha kwa Yesu. Lakini haki hiyo usiposalimisha vizuri ya kwenda kumshtaki aliyekuuzi, ya kwenda kumshtaki aliyekufanyia vituko, mambo yasiyofaa, utaenda kuyafanya hayo, na kama matokeo unafikiri unajenga uadui. Hasa unapomshtaki anaenda kule anapata mateso. Kuna watu hapa wanaumizwa kweli na watu wenzao. Anaona kabisa huyu, ili nimsaidie nimpeleke kumshtaki. Ukimpeleka kumshtaki kule, mateso anayoyapata, akitoka akuone wewe ni mtu mzuri. Kwa hiyo hukujenga, ulikuwa sehemu ya changamoto, sehemu ya suluhisho, kwa sababu anajenga uadui na kuchukia, kwa sababu alitezwa sana kule polisi. Kwa hiyo niwatie moyo ndugu zangu, haki zetu za mwili huu za kuwashtaki watu, kuwalaumu watu ambao wanatukosea sana, tukisalimisha kwa Yesu tutawaonyesha upendo. Haleluya. Na kama matokeo uadui waliojenga, Bwana atawarejesha, atawaleta kwetu. Amina. Watajifunza na wataiga tabia zetu. Amen. Tasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 7. Anasema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake umpatanisha naye. Amen. Kanuni nyingine ya 6, utunzaji wa Sabato. Moja kati ya namna ama ya jinsi ya kutafuta ufalme wa Mungu ni katika kutunza Sabato. Sabato inayotunzwa kuanzia machweo hadi machweo ya jua imetengwa kabisa ili kuimarisha uhusiano wa mtu na Mungu, kanisa, mwili wa Kristo na wale walio katika uhitaji. Ijumaa hutumika kama maandalizi ya Sabato. Mawazo na shughuli zinazofaa zitafanywa wakati wa Sabato. Ndugu zangu, tunaotafuta ufalme wa mbinguni, hii ni kanuni ya msingi sana. Siku hizi Sabato inatunzwa kwa imani ambazo ukizichunguza sana ni imani batili, sio za kweli. Kuna kanisa moja nilitembelea, kuna vibanda nje vya kuuza chipsi na kuuza vinywaji. Tukauliza, hao ni wa Sabato, kwa nini mnavifungua siku ya Sabato? Wale wauzaji wakasema ndo tunauza sana. Halo? Sasa ndo tunauza sana. Na yule mtu anayo sababu, maana anasema sasa nisipokula sitafurahia Sabato, nitashinda na njaa. Halo? Lakini kuna siku ya maandalio. Mama White anasema tunaushika ukweli kwa sababu ni ukweli. Matokeo tunamwachia Mungu. Amen? Kwenye ukweli unaushika kwa sababu usiuache kwa. Hebu soma nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 43. Kwa wakati fulani hizo ndio fakti za utunzaji wa Sabato, zitabaki kuwa pale pale. Siku ya maandalio tuitumie tukaandae Sabato. Ninazungumza na sisi ambao wakati fulani utunzaji wa Sabato tumeona sio kitu cha kuzingatia sana. Lakini ni moja ya kanuni ya kupima kama kweli unatafuta ufalme wa Mungu. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 43. Sikiliza hapa, anasema ndani neno fulani zuri sana. 119 mstari wa 43. Maandiko matakatifu yanasema, usiliondoe neno la kweli kinywani mwangu kamwe.